Hello once again na karibu tena katika hii kozi ya Laravel and Livewire. Na leo ni day 2 katika kozi yetu. Tunajifunza Laravel na Livewire, na leo tutaangalia top question ambayo every beginner ask, question and answer session. Wewe ukiwa kama developer, full stack developer, unaanza kujiuliza. Umeona kuna maswali ambayo automatically wewe utakuwa unajiuliza. Sasa leo katika tech na hii Laravel and Livewire course nitakupa possible question ambayo unaweza kujiuliza. Hata kama hujajiuliza unahitaji kujua wewe mwenyewe, na maswali hayo ni kwamba swali la kwanza, what is Livewire and why do we use it instead of JavaScript and Vue? In simple kwamba Livewire ni Laravel tool that let you build interactive front-end. Kwamba Livewire ni Laravel tool ambayo inakupa wewe nafasi ya kutengeneza interactive front-end features using PHP and Blade without needing to write any JavaScript code. Umenipata? Yaani kwamba Livewire ni chombo kinachokuwezesha kutengeneza website au tovuti zinazo interact bila kutumia JavaScript. Unatumia tu PHP na Blade, lakini bado unapata matokeo ya kisasa. Kwa mfano, baada ya kujifunza JavaScript, Livewire kuwezesha kutumia lugha ya PHP kufanya kila kitu. Kwa hiyo unahitaji kujifunza, umeona? Kwa hiyo sasa ukijifunza Livewire pamoja na Laravel, hauhitaji tena kujifunza nini? Kujifunza JavaScript. Swali la pili, do we need to know JavaScript before learning Livewire? Absolutely no. Kwa nini? Livewire is designed to help you build interactive interface using only PHP and Blade. Kwa hiyo wewe ukiwa kama Laravel developer au ukiwa kama ni backend developer ambaye unajua PHP, au una haja tena ya kujifunza JavaScript. Never. Hauhitaji tena, umeona? Hauhitaji tena, kwa sababu Livewire imeundwa kwa ajili ya watu wasiopenda au hawajui JavaScript. Kwa mfano, wale ambao wanaendesha magari au pikipiki, umeona? Kuendesha gari automatically, zile gari automatic hizi auto wenyewe wanaziita, inakuwa ni rahisi baada ya manual, umeona? Kwa hiyo mtu kama wewe, hata kama wewe hujui kuendesha gari, lakini leo ukipoa automatic ile gari ile na manual automatic, itakuwa kwako ni rahisi kuendesha kwa wanaoanza. Kwa ndo kama Livewire, umeona? Kama wewe ni ushakuwa ni backend developer, inakuwa nini? Inakuwa kwako ni rahisi. Swali la tatu, what is difference between Livewire na Laravel? Simple, yani simple like that. Tofauti ya Laravel na Livewire ni nini? Unaweza kuwa unajiuliza. Laravel ni main PHP framework. Tukizungumza framework ya PHP ni Laravel. Lakini Livewire ni package ambayo ina add front-end interactivity to Laravel without needing JavaScript. Umeona? Laravel ni main framework, Livewire ni package ambayo inaongeza nini? Front-end interactivity to Laravel without needing JavaScript. Kwa hiyo uondoe kabisa wazo la JavaScript hapo. Haya. Swali la 4. Is Livewire slower because it talks to server every time? Tunaweza kujiuliza hivyo kwamba Livewire inaweza kaa ni slower. Inawezekana kwenye baadhi ya vitu ikawa slightly slower. Umeona? Yaani sio slower, slightly slower, umeona, than JavaScript. Umeona? Inawezekana ikawa, umeona, baadhi ya mambo inaweza kwa kidogo au polepole, inaweza ikawa polepole kuliko nini? JavaScript, kwa sababu inazungumza na server mara kwa mara, umeona? Lakini kwa matumizi ya kawaida yani haina utofauti na JavaScript kabisa. Umeona? Yani haina utofauti na JavaScript. Kwa slightly slower, yani kwa kidogo sana. Umenipata hapo? Kwa hiyo ndo hivyo. Haya, swali jingine, can I use Livewire with the other front-end framework like Vue or React? Umeona? Unaweza ukajiuliza kwamba naweza nikatumia Livewire na front-end framework kama Vue na React. Ni kweli unaweza, umeona? Inawezekana, lakini haipendekezwi. Kwa nini? Kwa sababu Livewire yenyewe inajitosheleza. Kwa hiyo ukichanganya na Vue na React itafanya mambo kuwa magumu. Umeona? Kwa hiyo Livewire peke yake inatosha kwa kazi nyingi. Kwa mfano, unakula, umeona? Hapa kuna biriani,
hapa kuna pilau, hapa kuna wali wa kawaida labda, umeona. Sasa kama wewe unakula ni mtu mmoja, hauna haja ya kutumia vijiko tofauti, umeona. Kama una kijiko kimoja ambacho unaweza ukachota kwenye pilau ukala, kwenye biriani ukala kwenye labda wale wa kawaida, umeona, ukachota kidogo pale kwenye kisupu, umeona. Hauna haja, kama una kijiko kimoja kinachofanya kila kitu, hauhitaji kijiko kingine cha tofauti au vijiko vingi kwamba huku hivi utakuwa umeharibu, afu wewe mwenyewe utafanya mambo yawe nini, yawe magumu. Umenipata hapo? Haya, swali jingine, where does Livewire keep its file in Laravel project? Kwamba hii Livewire mafaili yake ina store wapi? Yani Livewire mbona mimi sielewi mafaili yake sasa itakuwa inahifadhi wapi kwenye Laravel pale? Unaona? Haya, PHP component, kwamba Livewire tumesema ina component mbili. Ina PHP component lakini pia ina blade view. PHP component zinakuwa stored in app http Livewire. Tukicreate pale kwamba PHP artisan make Livewire inaenda kujicreate hapa. Lakini blade view zinakuwa katika resource view na Livewire inajitengeneza automatically. Umenipata hapo? Yaani hivi PHP na logic component inawekwa kwenye app http na Livewire, lakini ile view blade ile kuwekwa kwenye resource views na Livewire. Resource /view /Livewire. Umeona? Mfano, yani ni kama unakuwa na kichwa cha component, umeona? Unakuwa na kichwa cha kitu kingine, yani unakuwa na vitu viwili tofauti ambavyo vina communicate vizuri. Kivipi? Bluetooth na simu. Unataka usikilize mziki lakini unatumia simu kuchat. Kwa unachokifanya, una play music katika simu, unasikia kwenye Bluetooth kule, huku unaendelea kuchat kama kawaida. Umeona? Zinawasiliana vizuri, hamna shida. Ndio hiyo. Umenipata? Hapo umenipata. Tuko sahihi, sawa? Twende kwenye swali la 7. What is different between Livewire component na normal blade file? Simple like that. Livewire component na normal blade file kuna tofauti gani? Kwamba kishakuwa kuna Livewire na ile index.blade.php kuna tofauti gani? Ipo hivi. Normal blade file ina yani ile index.blade.php inakuonesha only user interface. Umeona? Lakini Livewire inakupa vyote, user interface na logic. Umeona? Yani hivi blade file ile ya blade file ile la kawaida ina HTML peke yake, lakini Livewire component ina HTML, lakini pia inakupa logic ya PHP ambayo inaweza ikahesabu, ikahifadhi, ikafuta, ikadelete. Umeona? Kwa hiyo sasa Livewire component ni modified, ni ya kisasa na ina uwezo wa kuwa live. Umenipata? Tuko sawa hapo. Twende swali la 8. Why do we need both a PHP class na blade view one component? Kwamba na component moja. Sasa kwa nini kwenye Livewire nikawa nahitaji vyote, nahitaji PHP class, nahitaji pia na blade view? Nikupe tu mfano, nikupe tu mfano mdogo, tuzungumze kimfano mdogo. Umeona? Kwa mfano, una ubongo, si ndio unafikiria kwamba inabidi ufute, udelete, ufute, uhifadhi, uhesabu, ufikirie, si ndio? Lakini wewe utajuaje kwamba hapa huyu analia au huyu ana huzuni? Lazima uwe na uso, si ndio? Uoneshe kwamba hapa nini? Hapa ametabasamu. Lakini ile mchakato wa kutabasamu umetokea kwenye nini? Kwenye ubongo. Na maanisha hivi, PHP class ni kama ubongo, inafikiria na kufanya maamuzi. Lakini blade view kwenye Livewire, hiyo blade view ni kama uso, inaonesha vitu sasa kwa mtumiaji. User anaona kwamba hapo huyu katabasamu, huyu hapa kacheka, huyu hapa kalia, lakini vinavyofanya behind ni nini? Ni PHP class. Kwa hiyo lazima viwe pamoja ili mtu sasa awe amekamilika, ili kuwe kuna component iwe na sura na nini na. Lakini swali la 9, how do Livewire component communicate with each other? Umeona? Livewire components zina communicate, the PHP class na blade view zina communicate kwa aina mbili. Inaweza zikatumia event, inaweza likatumia event, yani tukio moja linapotokea linajuisha jingine. Kwa mfano, kuna button imeclick, ukiclick button huku mwingine anapata taarifa, anajuisha kwamba bwana huyu amekuwa clicked. Umeona? Hiyo ni njia ya kwanza ya event. Lakini njia ya pili ni shared
data inapitisha variable kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano kama familia, umeona, I'm a father, umeona, labda mimi ni baba, umeona, I'm a father, umeona, kwamba mimi nikiwa kama mzazi natoa taarifa kwa watoto wangu, bwana nyie madogo nataka 1 2 3. Mimi ni parent, nimepass information to nani? Tu watoto. Au kimetokea changamoto, my boy ananiambia kwamba bwana baba kuna 1 2 3, umeona. Kwa hiyo kunakuwa kuna shared data kwamba mimi nimemwambia mwanangu, wewe dogo, wewe Halili umefanya 1 2 3, umeona, au fanya 1 2 3, au baadaye na Halili anakuwa ananiambia kwamba bwana baba kuna 1 2 3, umeona. Kwa hiyo kuna hiyo shared nini, shared data. Kwa hiyo hapo ndo zinavyo communicate. Kwa hiyo LiveWire components zina communicate kwa aina mbili. Kuna event, tukio moja linapotokea linamjulisha mwingine, lakini nyingine ni shared data, zinapitisha variable kutoka kwa mzazi kwenda kwa nani? Kwa mtoto. Swali la mwisho ambalo mtu atakuwa anajiuliza ni hivi, can I build my own app using LiveWire after this course? Absolutely yes. Na kuhakikishia baada ya kozi hii ya Laravel LiveWire, usipojua kutengeneza kubuild your own app, yaani na kuhakikishia utaweza kujifunza. Umeona, baada ya kujifunza kozi hii utakuwa na uwezo wa nini? Wa kutengeneza dashboard. Kwa mfano tutaenda na document management system, utaweza wewe mwenyewe kutengeneza, lakini pia system za login, utaweza kutengeneza form, utaweza kufilter, upload, unaweza ukafanya kila kitu, umeona. Kuna unaweza pia ukatengeneza hata admin panel ya biashara yako au ya mteja, utakuwa umeweza kabisa. Kwa hiyo na nimalizie kwa kusema kwamba huu ni mwanzo wa safari yako wewe ukiwa kama full stack developer kwa kutumia Laravel and LiveWire. Cha kufanya, mtaarifu mwenzio, like, comment, share, subscribe, turn on notification. Lakini pia mimi naitwa Motech. Welcome all and ciao.